lakini nipende kuwashukuru wana Kenyamanyori. Kuanzia kule tulipokuwa tumemaliza zoezi la uchaguzi, mnajua kwamba kata yetu ya Kenyamanyori ilibaki salama, na nawashukuru sana wale walioweza kunipigia kura za ndio na wale ambao hawakunipa kura, lakini wote hapa tulipofika sasa hivi wote ni abiria wangu, wote mimi nitawalea. Kwa hiyo nina uhakika kwamba aliyenipa na ambaye hakunipa, inabidi sasa kazi yetu sisi au kazi yangu mimi ni kuwatumikia ninyi wananchi. Na niombe Mwenyezi Mungu aweze kunipa hekima na busara. Na yake kiongozi, siku zote naomba hekima na busara ziweze kutawala na ndio uweze kufanikiwa katika kazi yako. Lakini baada ya kusema hilo, niwapongeze wanamtaa wa Makao, niwapongeze vijana wetu kwa jinsi ambavyo wamefanya kazi ya uandaaji wa nyumba ya mpendo wetu ambaye ametangulia mbele za haki. Kwa kweli jinsi nilivyoona vijana wetu wanajitolea, basi na mitaa mingine waweze kuiga na wakifanye hicho. Lakini baada ya kusema hayo, ndugu zangu, siwezi kuendelea kusema zaidi juu ya swala la amani. Niombe nimkaribishe Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ambaye ni diwani mwenzangu. Lakini sambamba na hilo, wakati hili linaenda kutendeka, na nikuombe Mheshimiwa mwenyekiti, utaongea kwa mapana yale ambayo ilistahili kuongea mbele ya wananchi, unaweza ukaniongelea ukaa wewe mimi sasa diwani wa kata hii. Mimi kwa majina yangu naitwa Tobias Elias Gati, diwani wa kata ya Nyamisangura, lakini nimempendeza Mwenyezi Mungu ndio mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Tarime. Ndugu zangu, nitoe pole sana kwa familia ya ndugu yetu diwani mwenzetu. Kama alivyotangulia kusema, yeye ni mfiwa, na mimi kwa niaba ya waheshimiwa madiwani nimekuja kuwakilisha kwa kumtia faraja na familia hii kwa kuondokewa na mpendwa wao, ndugu yetu ambaye amelala hapa mbele yetu. Kwa ndugu zangu, nitoe pole sana kwa familia hii, lakini kabla sijaendelea, tumeambatana na mwenyekiti wetu wa halmashauri mstaafu Mheshimiwa Dani Komote, tuko naye hapa. Mheshimiwa, karibu, na unaweza kusema kidogo alafu mimi nikaendelea. Na yeye ni mwana maendeleo mwenzetu, ni mdau wetu wa maendeleo, lakini nimempendeza kwa sababu ni rafiki pia ya ndugu yetu Matiko, na yeye akasema hapana, hawezi kubaki nyuma, lazima aje kuitia faraja familia hii. Mheshimiwa, kabla sijaendelea, nikupe hata dakika 2-3 ili uweze kusalimia na kutoa pole kwenye familia hii. Karibu sana. Hakuna asiyependa amani, hata hao wachungaji. Mimi kimsingi huwa nasali siku ya Jumamosi kwa maana ya msabato. Tarehe 29 ya Jumamosi ilikuwa Jumatano, lakini Jumamosi iliyofuata hakuna aliyechungulia kanisani, na hata Jumapili naamini hakuna kanisa lililofunguliwa. Wachungaji viongozi wetu wako hapa. Hata wao kuweko hapa ni kwa sababu kuna amani. Kusinge kuwepo na amani, tusinge kuja hata kumzika ndugu yetu. Hapa angekuja Matiko ndio angechimba kaburi, sana wangesaidiana na mama, wengine wangekuwa wanachungulia madirishani. Nataka niwaambie ndugu zangu, msicheze na amani inapokosekana. Niwaombe, endeleeni kusisitiza watoto wetu, lakini pia na nyewe wenyewe, sisi wenyewe tuendelee kuwa na amani kama tulivyo kaa kwa utulivu tarehe 29. Hivyo tuendelee kuwepo. Siwezi kusema tarehe 9 manake mimi sijatangaziwa, lakini natosema amani hii mliokuwa nayo kama ni zawadi kwenye halmashauri ya mji, yaani mngekuwa namba 1 kabisa. Mpige makofi watu Kenyamanyori kabisa. Nataka niwathibitishie hakukuwa na vurugu, pamoja kwamba mna mgodi hapa na amani. Natamani yaani siku zote nyewe mngeendelea kuchimba tu. Amani ni ya msingi sana, amani ni ya muhimu sana ndugu zangu. Changamoto hatusemi hazipo, lakini amani namba 1, changamoto hizo namba 2 zatatuliwa wakati huo. Mpaka sasa hivi hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kanyanyua mkono kwamba nyumbani kwangu changamoto zote zimeisha. Lakini kama alivyotangulia kusema mstaafu hapa kwamba bahati nzuri Kenyamanyori ni miongoni mwa kata ambayo haikuingia kwenye rapsha.
Si ndio hivyo jamani? Yeye nafikiri hata mabomu hayakupigwa hapa, si ndio? Kwa hiyo tunawaombea amani tena. Niwaombe sana ndugu zangu. Tarehe 9 Mungu aibariki Kenya Manyori, muendelee na majukumu yenu kama alivyosema mstaafu, muendelee kuchimba, kila mtu aendelee na shughuli yake. Kwa sababu amani itakuwepo siku hiyo. Hatuna wasiwasi na kata ya Kenya Manyori. Tunaamini nyewe ni watu wastaarabu, watu ambao mna wazee wa mila, wazee wetu wako hapa, wazee wa umri mkubwa, wazee wa mila. Muendelee kuiombea nchi yetu, muiombee jimbo la Tarime mjini, muiombee Kenya Manyori, muhakikishe kwamba amani inakuwepo kwenye kata yetu ya Kenya Manyori na jimbo la Tarime mjini. Kwa majina naitwa Inspector Zimbo, mimi ndio polisi kata wa hii kata ya Kenya Manyori. Nitoe pole kwa niaba ya jeshi la polisi Tarime Rorya. Nawapa pole wafiwa, ndugu, marafiki na waombolezaji wote kwa msiba huu uliotukuta. Nitumie fursa hii pia wafiwa, muda wote mkihitaji ushirikiano wa jeshi la polisi, basi sisi tupo tayari kutoa ushirikiano. Swala la pili ni kuhusu amani. Viongozi wameongea kwa mapana sana kuzungumzia amani. Kila mwenye sikio amesikia. Kwa kazi yetu iliyobaki ni kuhakikisha tunadumisha hii amani yetu. Wana Kenya Manyori sisi ni mashuhuda. Kipindi wenzetu wanahangaika tarehe 29, 30, 31, sisi huku tulikuwa tunanufaika na zile vurugu za mjini. Watu walikuwa wanauza bidhaa hapo Kibaga. Walipandisha hata bei ya nyama hapo Kibaga. Kwa maana walipata faida zaidi na zaidi. Kwa sababu wenzetu walikuwa wao wameamua kuchafuana huko. Sisi tulibaki salama. Kwa hiyo ningeendelea kuhimiza tuendelee kubaki salama ili tuifaidi amani iliyopo. Kama unasikia chokochoko, kuna mtu anaanzisha chokochoko, mimi muda wote nipo wazi. Nitafute niambie bwana kuna fulani analeta chokochoko 1 2 3. Hatutomuonea muhali. Tutamshughulikia kwa mujibu wa sheria. Kumitira chiriga kamba kahike hano. Mungu aturendo no ikumiri kula nyumba hata kabarango kumibaro iseri kula nyumba kabarango sarwale. Tugendele na mwana yo turendane. Kenya Manyori bena usalama. Abantu bano bonse banyore mirembo bena usalama. Tena na maru Mungu aturende. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.